Maisha nje ya Edeni ni maisha ambayo mwanadamu anaishi baada ya kutoka katika bustani ya Eden. Bustani ambayo awali wakati akiwa hana hatia alikuwa akiishi, na baada ya kuanguka katika dhambi Mungu akamtoa katika bustani ile, na hapo ndipo maisha nje ya Eden yanaanza. Maisha nje ya Eden ni maisha ambayo yamejaa huzuni, yamejaa mashaka, yamejaa majaribu na changamoto za kila aina. Lakini pia ni maisha ambayo pamoja na changamoto zilizopo bado Mungu anawafuatilia na kuwapa matumaini. Na kwa jinsi hiyo maisha nje ya Eden ni maisha ambayo yana changamoto, lakini pia yana neema ya Mungu. Maisha nje ya Eden yanaanza katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3, wakati ambao mwanadamu Adam na Hawa wanakula matunda yaliyokatazwa. Na wanapokula matunda haya waliokatazwa, inakuwa ndio chanzo cha sababu ya wao kuanza maisha nje ya Eden. Kitu gani kilitokea walipokula matunda yaliyokatazwa? Jambo la kwanza, pamoja na kwamba walikula matunda yaliyokatazwa, haikuwa tu tatizo la kula chakula kilichokatazwa, bali kwa kufanya hivyo walikosa imani kwa Mungu, wakaamini uongo zaidi kuliko kuamini ukweli uliosema na Mungu. Wakamuona shetani kuwa kama ndiye anayewafaa zaidi kuliko Mungu aliyewaumba na kuwapatia ile bustani nzuri ya Eden. Kitendo cha wao kula matunda ni uasi, walifanya uasi, walimwasi Mungu, na matokeo yake waliadhibiwa kwa kufukuzwa na kuondolewa nje ya bustani ya Eden. Wanapotoka nje ya Eden ndipo wanakutana na mazingira magumu, mazingira yenye miiba, yenye michongoma, yenye changamoto mbalimbali, na kwa njia hiyo wanajikuta katika hali ya huzuni na mashaka mengi. Katika maisha nje ya Eden ni maisha yenye taabu, lakini pamoja na hayo ni maisha ambayo Mungu aliwaonea huruma, akawafuatilia, akawapatia hata mavazi ya ngozi. Pamoja na kwamba walikuwa wamemwasi, akatengeneza mazingira mapya ambayo wangeweza hata kumrudia. Na kwa njia hiyo ndio mpango wa wokovu ukaanza kwa kuanzisha mfumo wa kafara, ambayo iliashiria kifo cha Kristo msalabani, ambacho kilileta ukombozi na kuleta upatanisho ili mwanadamu aweze kurudi katika mahusiano mema na Mungu. Maisha nje ya Eden ni maisha yenye huzuni na taabu, lakini ni maisha yenye matumaini. Katika maisha yetu ya sasa, unaweza ukawa na wewe upo katika maisha nje ya Eden, pengine katika maisha ambayo hayapo katika mfumo ambao ulikuwa umeuzoea. Labda ulikuwa katika ndoa, lakini leo hii haupo katika ndoa. Wewe unafanana kabisa na yule Adam na Hawa walipotoka nje ya Eden. Yawezekana ulikuwa katika mfumo wa ajira rasmi, lakini huenda kazi umefukuzwa kazini, ama pengine biashara zako zimeyumba. Haupo katika maisha ambayo ulikuwa umezoea, na unaishi katika mazingira magumu kwa sababu haupo katika maisha ambayo ni mazuri. Wewe upo katika uko nje, unaishi maisha yaliyoko nje ya Edeni. Na kwa sababu hiyo kama vile ambavyo Mungu alimfuata Adam na Hawa walipokuwa wakiishi maisha nje ya Eden, hali kadhalika na wewe Mungu yuko tayari kukusaidia katika maisha ambayo unayo sasa, nje ama tofauti na maisha yako ya awali ya ndoa, maisha ya awali ya kazi nzuri, maisha ya awali ambayo biashara inaenda vizuri. Usiwe na hofu, kwa sababu Mungu yuko pamoja na wewe. Kwa namna ya pekee napenda kukupa habari njema kuwa pamoja na kuwa unaishi maisha nje ya Eden, bado Mungu yuko pamoja nawe, akiwa tayari kukusaidia na kukupatia rehema zake na kukuweza kushikilia na kukupa matumaini. Kwa hiyo maisha ya Eden, maisha nje ya Eden ni maisha ambayo yana changamoto, ni maisha ambayo yana majaribu, ni maisha ambayo yana shida, lakini ni maisha ambayo pia bado Mungu ana rehema, anaonyesha rehema yake, yuko pamoja nawe. Na kwa njia hiyo si wakati ukata tamaa,
ukiwa unaishi maisha ya Eden pamoja na changamoto zake zote, kwa sababu wewe Mungu yuko tayari kubeba mizigo yako, ili mradi tu umtegemee, usimwache. Unaweza kuishi maisha ambayo ni ya utii na ukafanya matengenezo, ukafanya marekebisho, ukaungama, ili kwa njia hiyo maisha yako nje ya Eden yakawa na nafuu. Na habari njema ni hii, katika mkakati wa Mungu kuna siku moja Yesu atarudi mara ya pili, na atarudisha wale wote ambao wamekuwa waaminifu licha ya kuishi maisha nje ya Eden, ambako atakuja kuwachukua na kuwapeleka mbinguni na kuwarudisha katika bustani ya Eden ile ambayo walikuwa wamefukuzwa. Mungu akubariki.